Na tuombe. Mungu uishie mahali pa juu sana, tunakuja mbele zako mchana wa siku ya leo. Kulishukuru jina lako kwa kuwa umetukirimia mchana wa siku ya leo, tukijua na kugundua kwamba sio wengi walioitamani siku ya leo ambao wameweza kuiona. Sisi ambao tumeweza kuiona tunapiga magoti mbele zako, tuweze kurudisha sifa na shukrani katika jina lako. Tuongoze tuendapo kuanza fundisho la afya siku ya leo kama yalivyo maagizo yako katika maandiko. Tuongoze wewe pamoja nasi tuendapo kupata elimu zaidi katika mafundisho mbalimbali yanayohusu afya. Tuongoze wewe pamoja nasi na nikupitia jina lako takatifu. Uishie Mungu na mkombozi wetu, tuomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni nyama ya soya. Nyama ya soya. Na kwanza kile ambacho kinafanya wanadamu waweze kukosa mwelekeo na kuweza, wengi wanakufa, wengine wana magonjwa mbalimbali. Chanzo cha kwanza kabisa, the first step, inakuwa ni ulaji wao mbaya na ulaji wa vyakula vibaya. Nataka nisome Wakorintho wa kwanza 11:29. Wakapiga kelele wakasema, mauti imo sufuriani. Kumbe mauti, kifo, mahali ambapo ukisikia mtu ni mgonjwa, ujue ugonjwa wako upata barabarani akitembea. Alitoa vyote wapi? Kwa sufuria. Ndipo maana watu wa Mungu wanapiga kelele, wanasema wanapopakuliwa chakula, wanasema mauti imo sufuriani. Kwa hivyo hapa ndipo tunatoa mauti yetu, na ukitaka pia na kuishi maisha marefu utatoa hapa tu. Hapa ndipo kuna determine maisha utakayoishi na jinsi utakavyotumia. Hapa ndicho kinamaanisha vile unavyoenda kuishi. Ndio maana watu wakapiga kelele wakasema mauti imo sufuriani. Waliposema mauti imo sufuriani, hebu tuone kwamba jinsi walivyoendelea kufanya. Hiyo Wafalme wa pili tu. Wakapiga kelele wakasema mauti imo sufuriani. Kumbe mauti, kifo, mahali ambapo ukisikia mtu ni mgonjwa, ujue ugonjwa wako upata barabarani akitembea. Alitoa vyote wapi? Kwa sufuria. Ndipo maana watu wa Mungu wanapiga kelele, wanasema wanapopakuliwa chakula, wanasema mauti imo sufuriani. Kwa hivyo hapa ndipo tunatoa mauti yetu, na ukitaka pia na kuishi maisha marefu utatoa hapa tu. Hapa ndipo kuna determine maisha utakayoishi na jinsi utakavyotumia. Hapa ndicho kinamaanisha vile unavyoenda kuishi. Ndio maana watu wakapiga kelele wakasema mauti imo sufuriani. Waliposema mauti imo sufuriani, hebu tuone kwamba jinsi walivyoendelea kufanya. Hiyo Wafalme wa pili tu. Imo sufuriani. Lakini yeye akasema mauti imo sufuriani, wewe mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula. Kumbe walipogundua mauti imo sufuriani katika kile chakula walichokuwa wakila, hawakufanya nini? Hawakuendelea kukila tena. Kwa hivyo tunapogundua mauti, tunaweza kuleta mauti sufuriani kwa kuweka nyama za wanyama, ni kumaanisha tunapaswa tuendelee kuzila tena. Amen. Tunapaswa tuwaachane nazo. Nataka niweze kusoma sasa vitabu vya roho unabii viwili tu, tuingie sasa katika kujifundisha. Kuna kitabu kinaitwa CTBH. Kwa nikwambie, inaitwa Christian Temperance and the Bible Hygiene. Christian Temperance and the Bible Hygiene, ama CTBH. CTBH, ukurasa wa 119 haya ya kwanza. Ukurasa wa 119 haya ya kwanza inasema, again and again, ama tena na tena, I've been shown that God is trying to lead us back. Nimeonyeshwa kwamba Mungu amekuwa akijaribu kuturudisha nyuma, step by step, hatua kwa hatua, to his original design, katika yani maumbile yenyewe sasa ya asili, to its original design, vile alivyokuwa ameumba kutoka mwanzo, yakiwa ndiyo mapenzi yake. Anasema that man should subsist upon the natural product of the earth, kwamba mwanadamu anapaswa aishi kwa nini? Kwa vitu ambavyo vimetoka kwa dunia hii, ama the natural product of the earth. Unaposikia natural product of the earth, ni vitu ambavyo vimekuwa pasipo kutiwa mandawa. Sijui mtu akaenda akatengeneza GMO, hapana. Vile vimetoka naturally kutoka kwa ardhi. Kwamba hapo ndipo Mungu anaturudisha nyuma. Among those who are waiting for the coming of Christ, tunaambiwa kati ya wale wanao subiria ujio wa nani?
Ujio wa nani? Ujio wa Yesu Kristo. Kati ya wale wanaosubiria ujio wa Yesu, meat eating nini? Sasa hivi siku ya leo tunakuja kutengeneza nyama ya soya na tunaambiwa Mungu anaturudisha katika original design ama katika vitu vinavyotoka kwa ardhi. Si ndio? Ni mnyama yupi anazaa nini? Soya. Mnyama yupi hiyo? Hakuna mnyama amehusika hapo. Hapo ni kitu ambacho Mungu tangu alipokiumba alikitambua. Alitambua soya alipoiumba. Kwa hivyo sasa Ellen White anasema those who are waiting for the coming of Christ, ama wale wanaosubiri ujio wa Kristo, meat eating ama ulanji wa nyama will eventually be done away, utaondolewa. Ulanji wa nyama utaondolewa. Na anapozungumzia nyama tutakuja kuona ni nyama ni nini. Ni animal product ndizo anazungumzia hapa. Ni animal product anazungumzia. Anasema flesh must be done away. Flesh will use to form a part of the diet. Na nyama haitatumika tena katika mlo wao. Unaposikia flesh lazima iwe ni kitu kimetoka kwa mnyama. Kwa hivyo anazungumzia meat that comes out of a living organism. Anasema we should never keep this end in view and endeavor to work steadily towards it. Na unapaswa kuwa yani steadily sana, umakini sana katika mlo wako nyama isipatikane. I cannot think that in the practice of flesh eating, anawezi fikiria kwamba katika mazoea ya ulaji wa nyama we are in harmony with the light. Kumbe anatujulisha kwamba tunapokuwa katika ulaji wa nyama hatuna uhusiano na nini? Na light na kweli. Anasema kwamba in practice of flesh eating we are not in harmony with the light which God has pleased to give us. Tunapokula nyama hatuna uhusiano mzuri na ukweli ama na mwanga ambao Mungu ametupatia. Bwana Yesu asifiwe. Ellen White ametuambia tule nyama mara ngapi? Ametuambia tusile, si ndio? Sasa kuna kitu ambacho huwa anafundisha kingine hapa na ndicho nataka nisome nimalizie. Anafundisha kitu fulani hapa. Mfano, unapokuja kugundua kwamba mafuta haya unayotumia haya ni mabaya, si mwili wako lazima utumie mafuta. Lazima utumie mafuta. Kwa hivyo unapaswa ufanye kitu inaitwa supplement. Una supplement kile ambacho ulitoa. Mfano, uliachana na mafuta ya mnyama, ukatafuta mafuta ya avocado. Hata Ellen White anatuambia tunapoachana na nyama tusiachane na nyama kuachana nayo. Lazima tutafute kitu cha kusubstitute nyama ile ambayo ya mnyama tumeachana nayo, tutafute kingine kisubstitute. Ndio maana siku ya leo unapoona tunakuja kupika nyama hapa, nafikiria hakuna mbuzi aliye karibu na sisi ambaye tumekuja kuchinja. Hakuna ng'ombe wala kuku. Tumekuja kusubstitute zile nyama za kuku na mbuzi na zinginezo kwa kupitia soya meat. Si ndio? Nataka niweze kusoma hili andiko. Linaitwa HL ama Healthy Living. Healthy Living 77. Healthy Living 77 aya ya kwanza. Ellen White anasema the proper cooking of food is almost essential requirement. Anasema ama upikaji mzuri wa chakula ni hitaji la msingi. It is an essential requirement ama ni hitaji la msingi, especially where meat is not made an article of food. Sana pale nyama haitumiki kama kiungo cha chakula. Nani amekula nyama tangu atoke kwao? Sisi hapa hatujakula nyama. Sasa tunaambiwa kwa wale ambao nyama haihusiki katika a part of their food ama hawatumii nyama katika vyakula vyao, wanaambiwa kwamba proper cooking of food inapaswa hiyo hitaji la msingi kwao. Anasema something must be done, na ndio tumekuja kufanya siku ya leo. Something must be done, must be prepared to take the place of meat. Nani amesikia lugha vizuri? Nirudie. Anasema something must be prepared to take the place of meat. Jambo linapaswa lifanyike ili lisimamie mahali pa nyama. Si nyama iko na vitamins, si iko na proteins. Sasa tunaambiwa kwamba maana tumeachana na ile nyama, si tumeachana na proteins ambazo ziko huko na vitamins. Sasa tunaambiwa kwamba kunapaswa kutafutwa kingine, kwa Kiingereza inaitwa the supplement, ya kusimamia wakati mahali pa nyama. Ndio tumekuja leo na soya tuweze kusubstitute nyama ya animal
product. Kama vile Ellen White anasema something must be done or must be prepared to take the place of meat, and this food must be well prepared so that meat will not be desired. Na hivi vyakula vinapaswa vipikwe sana ama vizuri ili kwamba nyama isiwe inatamaniwa. Kwa hivyo leo tumekuja katika upishi. Tunataka tuweze kuchunguza ni vipi tunaweza kutengeneza nyama kwa kutumia soya. Kama vile tumeambiwa tunapaswa kuwe na supplement. Mfano, utakaposikia mwalimu yeyote wa afya amekufundisha waachana na sukari, swali la kwanza unapaswa umuulize, ni kipi nitakachoweka kwa kusimamia sukari ambayo nimeachana nayo? Maana mwili wako si unahitaji sukari. Unahitaji sukari. Yeyote atakayekufundisha waachana na nyama, swali la msingi la kwanza unapaswa umuulize, nitatumia nini kusimamia ile nafasi ya nyama? Hilo ndilo swali ambalo kila mtu anapaswa awe anajiuliza. Na pia nasi tumekuja as a way of kujibu hilo swali kwamba tunaweza kutumia soya meat kama mahali pa kusimamia nyama ya animal product. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri sasa sijui tunaweza kuingia kuomba kwanza kisha tuingie practically sasa. Tuweze kujifundisha. Wacha tuweze kuomba kwa haya machache ambayo tumeweza kupata katika vitabu. Uishie mahali pa juu sana. Asante kwa kufundishwa ambalo